Get the point. Take a step forward. Omba Mungu akutolee, aondoe roho ya mashaka ndani yako. Aondoe roho ya mashaka. Aondoe roho ya mashaka. Roho ya mashaka. Yani ifike mahali ujue ya kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Mimi nilimuomba Mungu na naendelea kumuomba Mungu anipe imani. Imani. Yani imani ni nini? Imani iko na definition nyingi sana. Inategemea unasomaje Bible yako. Kuna ile definition ambayo ni very common ya Hebrews chapter 11 verse 1. Hiyo ni very common. Hebrews chapter 11 verse 1. Ya kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. That is very common. Today I want to give you another new definitions about faith. Definition ya kwanza ni hii. Imani ni kutazama kama Mungu anavyotazama. To have God eyes. To perceive as what God perceives. Kuangalia vitu kama Mungu anavyoangalia. Kutazama kama Mungu anavyotazama. Yani ukiwa na mtoto wako ni mgonjwa, kabla haujatazama ugonjwa wake, mtazame Mungu anamtazamaje. Kabla haujatazama biashara yako, itazame biashara yako Mungu anaitazamaje. Imani ni kuona kama Mungu anavyoona. Sasa Mungu wetu akikuona wewe, anaona umeokolewa. Wewe unaona pombe kwa mume wako, Mungu anaona ushindi kwa mume wako. Amen. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Gideon. Siku moja Gideon, malaika wanamtokea. Wale ndugu zake walikuwa wamemfanya kuwa mpepeta ngano. Anapepeta ngano na kuificha. Malaika wakaja wakamuita Gideon na kusema, shujaa wa Bwana, kuona tofauti na watu wanavyokuona. Amina. Kuna pastor mmoja yuko Baraton. Alikuwa anahubiri KC one of these days. Anaitwa Pastor Ray Kesis. Nilisikiliza samoni yake kwenye channel inaitwa Get the Point. Akawa anasema jifunze kutazama kama Mungu anavyokutazama, sio kama watu wanavyokutazama. Yeye Gideon walimuona kama mpepeta ngano, lakini Mungu alimuona kama shujaa. Wenye imani hawajioni vile walivyo, wanajiona vile Mungu anavyowaona. Ndio maana mimi nikimuona mgonjwa ninaona anapona, kwa sababu Mungu anasema kwake
yote yanawezekana. Hiyo ndio imani. Siku moja nilikutana na mtu ambaye hana imani. Tulienda kwa mgonjwa mmoja ambaye alikuwa ana hali mbaya sana. Alikuwa hawezi kuongea, alikuwa hawezi kula. Hospital wamemtoa, wamesema mumrudishe kwa nyumba. Kwa hiyo watu walikuwa wanasubiri afe. Nikiwa nafanya crusade, elders wakanifuata wakaniambia, Magoti, twende tukafanye maombi na ile familia, tuwaandae wale watu psychological, ili hata kama ndugu yao akifa basi wajue ya kwamba amelala katika Bwana. Tukamprepare yule mtu. Basi tukaondoka na pastor na elders na deacon. Sasa huyu deacon ndio alikuwa hana imani. Tulipofika pale kwa mgonjwa, wakatoa utambulisho, wakasema tumemleta hapa Magoti anayehubiri kwa ile crusade. Atawapa maneno kidogo ya kuandaa, hata kama mgonjwa akilala akifa basi atawapea nafasi kidogo. Nilipopewa nafasi nikasema hafi mtu hapa. Nikasema hafi mtu. Hafi anapona. Mimi sijaja hapa kuandaa watu kufa. Nimekuja hapa kutangaza anapona. Nikasema wewe mgonjwa, pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Pona. Nikamwambia, jamani, shangilieni, ndugu yenu amepona. Shangilieni, amepona. Wakati naongea, yule deacon akaniandikia ujumbe, Magoti, unaona kabisa hali ya huyo mgonjwa, alafu unasema watu washangilie. Ile karatasi yake nikaichana, nikawaambia watu, shangilia, amepona kwa jina la Yesu, amepona. Basi tukaondoka. Wakati tunatembea barabarani, yule deacon ananisogelea, Magoti, umekosea sana. Sisi tumekuita pale uandae watu, wewe unasema shangilia, mtu amepona. Nikamwambia deacon, Mungu anavyotazama sio kama wewe unavyotazama. Mungu anapotazama sio kama wewe unavyotazama. Imani ni kuona kama Mungu anavyoona. Nikamwambia usiwe na shaka. Basi asubuhi tumemaliza maombi ya asubuhi, tukaona mtoto anakuja. Yule deacon akanisogelea tena, akaniambia, Magoti, umeona yule mtoto anayekuja yule? Atakuwa anatuletea bad news. Nikamwambia deacon, nitakupiga kofi. Mtoto akaja akasema, jamani, nimetumwa, babu amefungua macho, anaongea, amekaa. Nikamwambia deacon, hujambo? Akaniambia, Magoti, hii kitu nilikuwa siijui. Tukaenda nyumbani, tukakuta yule mzee amekaa kwenye kiti anakunywa uji. Nikabandika mkono nikasema, Yesu asante, na leo jioni aje kwenye crusade. Tuliposema amina, tukaondoka. Jioni wakati naingia kwa crusade, mzee amekaa siti ya mbele, akatembea kwa miguu yake, akaja akatoa testimony kutoka kwenye kufa kuja kwenye kuishi. Imani. Hujaelewa? Unaona hawa vijana wangu hawa tunaotembea nao hawa
Kuna mmoja hapa anaitwa Yohana, yuko kwenye chumba huko. Sisi tunaweza kwenda mahali hatuna hata pesa, lakini tukifika tunakula na kulala na hela zinakuja. Yaani ukisha kuwa na imani, mashaka hakuna. Watu wengi maombi yetu hayajibiwi kwa sababu lack of faith. We can be a very good Christians but with no faith. And the majority, we don't have faith. Definition nyingine ya faith, maana nyingine ya imani ni matendo na maneno. Matendo na maneno. Unaongea nini? Wenye imani wanaongea positive. Wenye imani wanaongea ushindi. Wenye imani wanaongea baraka. No. Ndio maana nilikuwa namwambia Martha, nenda driving school, anza kuendesha gari. Wenye imani kuna wakati natamani nikupea hata imani yangu kidogo. Wenye imani wanaongea possibilities, hawaongei negative ya kushinda. Mimi nilioa Veronica, I'm very sorry, I know you are watching right now. Mimi nilioa mwanamke, mke wangu alikuwa na changamoto ya afya. Mke wangu alikuwa na changamoto ya afya, ila nikamwambia Veronica, kwa jina la Yesu utapona. Imani ni kuongea positive. Ongea positive, ongea positive, ongea positive. Jitamkie ya kwamba nimepona, nimepona, nimepona. Ongea nimepona. Ongea mme wangu amepona. Ongea watoto wangu wamepona. Ongea. Ngoja nikwambie, imani ni kuwa positive. Imani ni kuwa positive. Watu wengi tunaongea mambo ya ajabu. Tunaongea mambo ya ajabu. Ndio maana niliwaambia, mimi naweza nikakaa hapa, Pastor Nyaribo, naweza nikakaa hapa mwezi mzima na usijue kama nina shida. Huwezi. Hata Pastor Isaya, naweza nikakaa hapa mwezi mzima nisikwambie kama nina shida. Na unaweza usijue kama nina shida. Na hata ukiniona, kwani unaniona mimi nina shida? When you look at me imani ni kuwa positive. Mtoto wako mwambie ya kwamba mwanangu utapata A. Mwambie mwanangu utapata kazi. Hata kama mme wako anakunywa pombe, ongea positive. Mwambie mme wangu siku moja utakuwa church elder. Imani. 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 Siri nyingine ya maombi. Siri nyingine ya maombi. Jifunze kuwaombea watu wengine. Learn to pray for others. Learn to pray for others. Watu wengi hatujui kuwaombea wengine. Kuna siri kubwa kwenye kuwaombea wengine. Mimi ninamwombea Martha apande juu. Ninamwombea mzee Thomas yaende mbali.
ninamwombea Pastor Kichele aende mbali. Kuna siri kwenye kuwaombea watu wengine. Ombea watu wengine. Hebu sikia, siku moja nilikutana na mama mmoja amekaa kwenye ndoa miaka 13. Amekaa kwenye ndoa miaka 13 hajapata mtoto. Akanifuata, akanambia, Magoti, naomba uniombee. Naomba uniombee. Jamani, sijapata mtoto miaka 13. Miaka 13. Nikamuuliza swali, umeshaombewa na watu wangapi? Akanambia, kwa kweli Magoti, nimeshaombewa na watu wengi. Wachungaji wengi wameniombea. Wachungaji wengi wameniombea. Nikamwambia, mbona hujapata mtoto? Akasema, ndio maana nimekuja na kwako pia. Nikamwambia, sasa naomba nikufundishe leo. Acha kuombea upate mtoto. Omba wasiokuwa na watoto wapate watoto. Omba wasiokuwa na watoto wapate nini? Ombea wenye kansa wapone. Ombea wenye pressure wapone. Ombea wenye sukari wapone. Ukiwaombea wengine, Yesu atakutendea. Kuna mtu ameelewa kweli? Sasa nikusomee verse. Kitabu kile cha Job, Ayubu 42. Ayubu 42 na ule mstari wa 10. Ayubu 42 na ule mstari wa 10. Biblia inasemaje? Inasema, kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Hapo alipowaombea rafiki zake. Hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Hebu sikia. Kisha Bwana akabadilisha maisha ya Ayubu. Bwana akampa Ayubu mara 2. Kwa nini anampa mara 2? Kwa sababu ameombea rafiki zake. Naomba niwaulize swali. Ayubu amepoteza watoto. Ayubu amepoteza mali zake. Ayubu afya yake, ngozi yake imeharibika. Naomba niwaulize swali. Kati ya Ayubu na rafiki zake, nani alikuwa anatakiwa afanywe maombi? Mnanielewa vizuri eh? Ayubu ndiye alitakiwa afanywe nini? Lakini yeye Ayubu akaacha kujiombea yeye, akaombea rafiki zake. Alipoombea rafiki zake hawakupata, yeye akapata mara 2. Naam. Ujaelewa? Mtu mmoja aliwahi kunifuata akaniambia, Magoti, mbona unasafiri nchi nyingi sana? Kila mahali wanakuita, kila mahali wanakuita, kila mahali wanakuita. Kwa nini? Nikamwambia, kwa sababu ninawapeleka wakina Kichere kila mahali. Yaani the more ninavyompeleka Kichere, yeye akija Cheplati, mimi naenda mara 2. Ujaelewa? Hiyo ndio siri. Waombe wenzako. Ruhusu Pastor Isaya gari yake ipone. Pastor Isaya ya kwake ikipona, yeye ya kwake anaitoa garage, wewe unapata brand new car. Amina. Hivi kuna mtu anaelewa? Hai. Wangapi mko na account banki? Wangapi mko na account kwa benki? Asante.
Kazi kubwa ya akaunti ni kuweka na kutoa, deposit and draw, kuweka na kutoa. Sasa sikilizeni leo, unapowaombea wengine ni sawasawa na kudeposit. Unapojiombea wewe ni sawasawa na kudraw, una withdraw. Ukiwaombea wengine unaweka, ukijiombea wewe unatoa. Naomba niwaulize wenye akaunti, ukitoa kila siku unatoa, nini itatokea? Kuna watu hapa imeisha mbinguni, kwa sababu kila siku Mungu, mimi, mama yangu, ndoa yangu, watoto wangu, biashara yangu, madeni yangu, afya yangu, shamba langu, promotion yangu, cheo changu, yangu inaishi. Ndio maana kama mmenifuatilia, sijawahi kujiombea. Nitaombea Pastor Isaya, nitaombea Pastor Nyaribo, nitamwombea Martha. Kama mmewahi kunistadi, hujawahi kusikia nikijiombea. Mimi naombea wengine, naombea wengine, naombea wengine, naombea wengine. The more ninavyokuombea wewe, ninakuwa anointed mara mbili. Amina. Nawapa siri kabla sijaondoka. Hiyo ndio siri. Kwa nini watoto wangu hawagonjeki? Ninaombea wagonjwa sana. Ndio maana mimi watoto wangu hawagonjeki. You will never find my sons are in hospital. Mimi watoto wangu pastor hawagonjeki. Kwa nini? I spend more time praying for others. Amen. Yani wale ambao tumekaa nao pale kwa nyumba, nadhani Pastor Martha anaweza akawapatia ushuhuda. Mimi ninaamka saa 8 usiku. Huwa naamka saa 8 usiku. Nikipiga magoti hivi saa 8 ninaanza kuombea watu kuanzia saa 8 mpaka saa 11. Elida wanakuja kunigongea, wanakuta nimepiga magoti. Ninaomba, Baba, kuna watu Cheplati, kuna watu pale Cheplati, Baba waponye, Baba wabariki, Baba kuna mama mmoja alikuwa na kansa, Baba mponye, Baba kuna Pastor Nyaribo, ninamweka mikononi mwako, Baba mbariki Nyaribo, Baba mtendee mema mzee Isaya, Baba ana shida ya gari, naomba umfungulie njia, Baba mnamleta Martha. Ninaweza nikaspendi 5 hours praying for others. Mimi usiku, mimi nalala, ndio maana huwa nalala kwenye gari most of the time. Mimi huwa nalala mchana. Usiku naombea watu. The more ninavyowaombea, mimi nabarikiwa. Hiyo ni siri. Na ipo kwenye kitabu cha Matthew, kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 na ule mstari wa 12. Mathayo sura ya 7 na ule mstari wa 12. Biblia inasemaje? Inasema, basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, watendeeni vivyo hivyo. Sikiliza, kama unataka watu wakubariki, anza kuwabariki wewe kwanza. Maana kama mzee, tumemaliza hiyo. Hebu sikia, kama unataka upone, waombee wengine wapone kwanza. Kama unataka kutajirika,
waombee wengine watajirike kwanza. Amina. Kama unataka kupanda juu, kama unataka kupanda juu, wapandishe wengine kwanza. Amina. Hiyo ndio siri. Ndio maana Mungu anamuuliza Kaini, je, ukitenda vyema hutapata kibali? Wewe unamchukia Abeli. No, usimchukie Abeli, mbariki Abeli. Ukimbariki Abeli na wewe utabarikiwa. Amina. Ukimchukia Abeli utajimaliza. Jamani, kuna mtu ananielewa? Kabisa. Jambo la mwisho. Jambo la mwisho. Siri ya tatu ya mwisho. Jifunze kusamehe na kusahau. Learn to forgive and forget. Jifunze kusamehe na kusahau. Marko sura ya 11. Marko sura ya 11 na ule mstari wa 25 na 26. Biblia inasemaje? Nanyi msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe nanyi makosa yenu. Hebu sikiliza vizuri. Jifunze kusamehe watu kwanza, ili usamehewe na wewe. Nimemuomba Mungu moyo wangu usiwe na vita na mtu. Mnaniona mimi hivi? Mnaniona hivi? Jamani, mnaniona hivi? Unajua mimi nasemwa vibaya sana. Mimi hapa kuna watu wanasemaga huyu kweli ni SDA pastor huyu. Haya maombi haya haya maombi haya mbona hatujazoea? Mimi watu wananisemaga nyie. Hata hapa Cheklati watasema. Mimi huwa nasemwa, ila yeyote anayenisema mimi namuombea baraka. Yeyote anayenisema vibaya ninamuombea baraka. Yeyote anayenitengenezea vita ninamuombea baraka. The more ninavyomuombea baraka, ndipo Bwana anazidi kunibariki. Mungu atubariki sana. Nataka tuombe. Get the point. Take a step forward.